kuna mlango mwingine unaweza ukafungua. Amen. Na maisha yatakuwa tu mazuri. Imani ndiyo kila kitu. Ukikosa imani, ukikosa hekima, ukikosa maarifa, usipokuwa mwerevu, nataka nikuambie shetani atakukatisha tamaa. Naongea na mtu? Shetani atafanya nini? Atakukatisha tamaa. Chochote unajua, shetani pia anajua pattern vile zinafanya kazi. Anajua ya kwamba ni wapi anaweka mtego, alafu akisha kuwekea mtego, wewe mwenyewe ukishakiri kwa kinywa chako, anajua, anaenda kwa maandiko, anasema Bwana, ni neno lako linasema. Maneno yana nguvu. Amen. Umemsikia mwenyewe amesema kwa kinywa chake hawezi. Amen. Naongea na mtu? Anadhibitisha hilo neno, kwa sababu ibilisi amekusukuma kwa hali ngumu, ukafika mahali ukasema hii mimi sitaweza, mimi nawacha, mimi na surrender. Na hiyo ndio target ya shetani, ili mwenyewe ukiri ya kwamba umegive up. Amen. Ya kwamba hauwezi tena, ili apate fursa aende na hilo neno, na kwa kweli baada ya muda mchache tutaona umeshindwa. Lakini watu wanaojitambua, watu wanaolisikia neno na kulifanyia kazi, hawakati tamaa. Hata ibilisi akusukuma akufikishe wapi, bado wewe unasema Bwana, ninaamini ninatoboa. Ninaamini maisha haya yatabadilika. Ninaamini ndoa yangu itadumu. Ninaamini familia yangu watasoma. Naongea na mtu? Sio kuangalia majira yenye uko ndani. Sio kuangalia mifuko yako ya kwamba haina pesa. Hatuendi namna hiyo. Wenye imani hatuendi namna hiyo. Imani ni bayana ya mambo tunayotarajia, sio mambo ambayo tuko nayo mkononi. Amen. Ni mambo tunayotarajia chache. Hatuishi kwa vitu ambavyo tuko navyo, tunaishi kwa imani kwa vitu tunavyovitarajia. Tunaviamini vitu vyenye havipo. Unaamini kitu, mtu akwambie wekelea kitu, ama unamwambia sina hata shilingi moja. Sometimes unaonekana kama kichaa. Hiyo ndio imani. Alafu kupitia hiyo imani, kesho tutaona imani yako imeumba kitu. Amen. Tutaona imani yako imeumba kitu. Tutaona imani yako imebadilisha mambo, kwa sababu haukukata tamaa. Kila anayesikia maneno haya na kuyatenda anafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba, akijua ya kwamba kuna majira huwa inabadilika, season huwa zinabadilika. Amen. Na anayesikia maneno haya na kukosa kuyatenda anafananishwa na mjinga aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Mafuriko yalipokuja, ile nyumba ilishindwa kustahimili. Uliza mwenzako, unajenga nini? Unajenga nini? Muulize tena, unamwangalia, unajenga nini? Bwana Yesu asifiwe. Naongea na mtu? Ni kitu gani unajenga kwa maisha yako? Unajenga fitina? Unajenga udhaifu? Unajenga kushindwa? Ni kitu gani unajenga kwa maisha yako? Paulo akasema msidanganyike, kile apandacho ndicho atakachovuna. Neno linasema vile mtu awazavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Naongea na mtu? Wewe unawaza nini? Ukiwaza kuwa kitu bure, utakuwa kitu bure. Mungu angoje atupate vitu yenye wewe unafikiria ndio uanze kumtumikia. Hiyo ni uongo wa shetani. Mungu anataka uanze hatua. Kwa udhaifu wako huo anza hatua. Kwa unyonge wako huo anza hatua. Uko na pesa, hauna pesa, anza nini? Hatua. Ukingoje siku ile nitapata pesa yangu ndio nitatoa fungu la 10, unajidanganya. Mungu anajua hauna pesa mingi saa hii. Anza na hiyo kidogo uko nayo. Kesho utapata mingi, utapeana mingi. Unataka kupeana mingi yenye hauna, unataka kwenda kuiba. Bwana Yesu asifiwe. Kila kitu kinaanza